Mtu anafariki na huko anatabasam, anafariki na huko anacheka. Watu wanamuosha mwili wake na sura yake inatoa bashasha, inatoa furaha ndani ya uso wake, kwa sababu ya matendo mema ambayo alijiandaa kabla ya hapo. Na leo ndugu zangu, khutba yetu ya leo tutazungumzia matendo ambayo wengi wetu hapa labda tunayapuuza na kuyadharau, na ni katika elimu mojawapo ambaye Muislamu lazima awe naye katika maisha yake, naye ni fadla ya mtu kuwa na udhu. Muislamu leo kutawadha, ambaye labda wengi wetu tunaiona ni kitu ndogo sana, ni kitu ndogo katika maisha yetu. Ndio unaona wengi wetu sisi hapa hatuhifadhi udhu zetu ndugu zangu. Na ukitaka kujua Waislamu wengi leo hawahifadhi udhu wao, njoo wakati wa swala katika sehemu ya kutawadhia, ndio utajua Waislamu wengi leo imma kutojua, hawajui, au wengine wanapuuza, wanaona hili ni jambo ndogo tu. Lakini ya laiti watu wangelijua fadhila ya udhu ni kitu gani katika maisha yao, basi wallahi hakuna mtu angepuuza kukaa ndani ya udhu. Ndio unaona wema waliotangulia kama Said bin Musayyib katika tarehe, huyu ni katika tabi'in, amepatikana kwamba amewahi katika maisha yake kila siku anasali salati al-isha kwa udhu aloitawadha katika salati al-fajri. Namna walivyokuwa wanachunga udhu zao, kwa namna walivyojua fadhila ya mtu kukaa ndani ya udhu. Tupate kujua ndugu zangu, maji ya udhu ni maji takatifu ambayo inamfutia Muislamu madhambi yake kulingana na hadithi ya Mtume. Ni maji takatifu ambayo leo inakuingiza peponi wewe. Ni maji takatifu ambayo itakupatia nuru siku ya Kiyama. Ndugu zangu, tupate kujua hii udhu ambayo wengi wetu leo hatuna habari nayo, tunayachukulia ni mambo ambayo yanafaa kufundishwa madrasa, sio kwenye mimbar kama hii. Hizi ni vitu vya kuwafundisha watu wadogo. Kumbe wengi wa watu hapa hawajui namna gani ya kutawadha, wanatawadha sivyo, na wengi leo wanaichezea udhu wao, na wengi wa watu leo wanaidharau hii. Kumbe hawajui thamani yake. Ni kitu ambacho leo itakana izungumziwe sana misikitini, juu ya mimbar, kila mahali, mpaka watu wapate kujua hii fadhila ya udhu ni kitu gani katika maisha yao. Hii udhu ndugu zangu ni ibada miongoni mwa ibada, kama vile swala ilivyofaradhishwa na zaka ilivyofaradhishwa ni ibada hiyo. Saumu ya Ramadhani ni ibada, saumu za sunna ni ibada, kusoma Qur'ani ni ibada, kuleta adhkar ni ibada, kuvaa hijabu ya kisheria ni ibada. Basi mtu vile vile kukaa ndani ya udhu ni ibada, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii katika surati al-Maida. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir al-aya. Enyi mlioamini nyie, mtakaposimama kwenda kuswali, osheni nyuso zenu. Hapa Mwenyezi Mungu anaelezea namna udhu inavyotawadhwa, ikiwa imetajwa ndani ya Qur'ani, sio kitu cha kudharauliwa ndugu zangu. Osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye makongo mawili ya mikono, kwenye mafundo mawili ya mikono, na mupake maji kichwani, na muoshe miguu yenu mpaka kwenye makongo mawili ya miguu. Na hii udhu ndugu zangu ni ibada na ni usafi. Usafi maanawiyan kwa maana yake, na hisiyan ni usafi ndani kwa ndani. Usafi wenyewe hatuyaoni sisi. Mtume wa sallam katika hadithi ambayo ni sahih anasema kwamba mtu yote ambaye anayetawadha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafuta madhambi yake katika mwili wake nzima. Sehemu ambaye maji ya udhu inapita, madhambi yako nayo inadondoshwa. Ukisukutua inatolewa madhambi ndani ya mdomo wako, ukiosha uso inatolewa madhambi kwenye uso wako. Mtume wa sallam anasema hatta takhruj min taht adhafirihi, min taht adfarihi, mpaka chini ya makucha yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayadondosha madhambi unapotawadha wewe.
Na hii ni usafi ambaye Mtume Muhammad sallam ameitaja kama ilivyokuja katika aya ya Qur'ani, ndio Mtume sallam alivyoeleza, at-tuhur shatrul iman, usafi ni nusu ya imani. Usafi ambaye inaikusudiwa hapa, ndugu zangu, wanazuoni wote wanakubaliana kwamba ni usafi wa udhu.